Ukilinganisha ndoa ya dini ya Kiislamu na ndoa ya dini ya Kristo, ipi ambayo inadumu? Ndoa ya dini ya Kiislamu ndio itakayodumu kwa mambo haya matano. Ni vyema zaidi kutambua kwamba ukilinganisha kati ya dini ya Kiislamu na dini ya Kristo katika ndoa ya dini ya Kiislamu itadumu kwa sababu hizi tano ambazo nitaweza kuzitaja. Sababu ya kwanza kabisa, dini ya Kiislamu imeweka wazi kwamba mwanamke lazima amheshimu mwanaume. Hii ni mojawapo ya jambo ambalo dini ya Kiislamu imeweka wazi katika katika misingi yake, na hii hufanya ndoa nyingi kuweza kudumu kwa dini ya Kiislamu. Na ukilinganisha ndoa ya dini ya Kiislamu katika swala la Ukristo katika dini ya Kiislamu na Ukristo, dini ya Kiislamu imeforce kabisa kwamba mwanamke anatakiwa mheshimu mwanaume. Kwa hiyo dini ya Kiislamu ni rahisi kudumu kuliko dini ya Kristo kwa sababu hii ambayo nimeweza kuitaja. Na pia sababu ya pili ni sababu ya dini ya Kiislamu imeweka wazi kwamba mwanamke lazima amnyenyekee mwanaume. Kuna kumheshimu mwanaume na kumnyenyekea mwanaume. Kwa hiyo dini ya Kiislamu imeweka wazi, na ndio maana kwa dini ya Kiislamu mwanaume anapotaka kuoa mwanamke mwingine lazima mwanamke aweze kumnyenyekea mwanaume, hata kama atakuwa ana dukuduku, lakini atamnyenyekea, na mwanaume pia atatoa sababu kwa nini anaoa. Kwa hiyo kutokana na kumnyenyekea, hii ni mojawapo ya sababu ambayo inaweza kapelekea au ambayo wanapelekea dini ya Kiislamu ndoa yao au ndoa iweze kudumu kutokana na hii sababu. Na pia sababu ya tatu ni sababu ya mwanamke kujistiri. Ni muhimu sana kujua kwamba umalaya unaanza na mwanamke kutojistiri, lakini kutokana na dini ya Kiislamu imeweka wazi kwamba mwanamke lazima aweze kujistiri. Hii imefanya ndoa nyingi kuweza kudumu, kwa sababu sisi wanaume kwa wanawake ambao hawajistiri inakuwa ni rahisi kuweza kuwatamani na inakuwa ni rahisi kuweza kuapproach, kwa sababu tunaona mwanamke yuko hivyo kwa sababu yuko open. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi matamanio ya mwanaume kuweza kumshawishi kuweza kumtongoza mwanamke, kwa ukilinganisha na dini ya Kiislamu ambayo haijaweka wazi nguo ambazo zinafaa kuvaliwa. Kwa hiyo katika dini ya Kiislamu mwanamke anatakiwa ajistiri vizuri. Mwanaume ndiye anatakiwa kuona mwili wa mwanamke. Kwa hiyo hii pia ni mojawapo ya sababu ambayo inaweza ikafanya ndoa au ambayo hufanya ndoa ya dini ya Kiislamu kuweza kudumu kuliko dini ya Kristo. Na pia sababu ya mwisho kabisa ni sababu ya dini ya Kiislamu imeweka wazi kwamba mwanamke anatakiwa awe karibu na mume wake, sio karibu na wanaume wengine. Hii pia ni mojawapo ya sababu ambayo inafanya ndoa za dini ya Kiislamu kuweza kudumu kuliko dini ya Kristo, kwa sababu dini ya Kiislamu ukifuatilia katika kusali, mwanamke au wanawake wanasali peke yao na wanaume wanasali peke yao. Hii inathibitisha wazi kwamba mwanamke lazima ajitenge na wanaume. Kwa hiyo hii imefanya ndoa ya dini ya Kiislamu kuweza kudumu, kwa sababu mwanamke anakuwa yuko mbali na wanaume, atakuwa karibu na mume wake kuliko na wanaume wengine. Kwa hiyo katika dini ya Kiislamu na dini ya Kristo nitakwambia kwamba ndoa ya dini ya Kiislamu ni rahisi kudumu kuliko ndoa ya dini ya Kristo. Na nikumbushe kwamba kuna Waislamu majina na Waislamu ambao wanaishi katika dini. Kwa hiyo ni vitu tofauti. Kuna mtu usije ukasema nilimuona mtu alikuwa dini ya Kiislamu juzi, amefunga ndoa mwezi mmoja na mwezi huo mmoja ametoka ndani ya ndoa. Huyo ni Muislamu, lakini sio mtu ambaye anaishi katika misingi ya dini ya Kiislamu. Lakini mtu yeyote ambaye anaishi katika misingi ya dini ya Kiislamu ni rahisi kudumu kwenye ndoa, kwa sababu atafuata utaratibu ambao unatakiwa kuweza kuishi katika ndoa. Kwa hiyo ni vyema zaidi kufahamu kwamba ukiulizwa swali kati ya dini ya Kiislamu katika ndoa na dini ya Kristo katika ndoa, ipi ambayo inaweza kudumu, basi chagua dini ya Kiislamu, inaweza kudumu kwa sababu ya hizi sababu tano ambazo nimeweza kuzitaja. Lakini kumbuka, kama unahitaji kuingia katika ndoa au kupata video za kufanya mapenzi, hakikisha unanicheki WhatsApp kwa namba 07